Wiper. Basi sikiliza maneno. Kenya imeharibika. Wakachukua mamlaka, wakasema wataangalia mambo, watakuwa serikali yao itakuwa ya mama Mboga, itakuwa serikali ya bodaboda. Huo ni ukweli ama ni urongo? Ndio Beni nimesikia akiuliza kama alikuwa anasema serikali ya bodaboda. Mudavadi ni bodaboda. Gachagua ni mama Mboga ama ni bodaboda. Kwa hivyo watu wamedanganywa. Imefika wakati tuokoe heshima ya nchi. Heshima ya nchi. Mimi nilikuwa makamu wa rais wa President Kibaki. Miaka 5 hiyo, between 2008 and 2013, uchumi wa Kenya ulikuwa marudufu 7% GDP. Na Kibaki na wenzake Raila na mimi na Kibaki tukaleta katiba mpya ya 2010. Kwa sababu ya katiba hiyo, Nyamira mkapata county. Ndio mnasikia hawa magavana kina hawa Ben wakimenyana. Ilikuwa hapo awali hakukuwa na gavana ugatuzi. Lakini serikali ya Kenya kwisha. Wanataka kumaliza Kenya na tunakataa. Tunasema lazima ugatuzi uimarike. Wangapi wanakubaliana na sisi? Kwa hivyo pesa, juzi mlisikia mimi nilikuwa kwa mazungumzo nikiulizwa na ndugu Raila niongoze timu yetu Azimio pamoja na Mheshimiwa Eugene, tulikuwa na yeye, senata wenu Omugeni hapa, tulikuwa na yeye, alafu tukazungumza mpaka tukasema angalau badala ya 15% inayoletwa kwa county government lazima ipandishwe ifike at least 20%. Kwa tunaona Sangu gatuzi peke yake, Nyamira ilikuwa mji mdogo, naona inazidi kupanuka. Na kwa sababu wanapenda sana kujenga mashedi, kujengea angalau watu wajishinyoshie mvua na vitu kama hivyo. Mimi ninawaamurisha waje wajenge moja hapa Nyamira. Kuwe na market shed kubwa ili hizi ziondolewe na zile zingine. Wangapi wanakubaliana na mimi? Hiyo ndio kazi ninawapatia na sio hii ya kuzenga kutoa ushuru kwa lazima. Yaani Kenya imekuwa nchi ya utoaji tu kodi bila hata kujali anayetoa ni nani. Sasa hata mama Mboga ambia watoe ushuru. Ndio anakuja kuhesabu unauza ndizi ngapi, unauza hata ile mboga Beni amenunua unauza ngapi kwa mwezi, ndio utoe ushuru. Mayai ya kuku. Yaani hakuna nchi nyingine duniani ambayo inavamiwa na ushuru kama Kenya. Na sisi wanaazimio tukajitoa, tukasema hatutakubali. Hii mambo ya ushuru ndio itafanya William Ruto awe one term president. Hata rudi hapo tena. Na tuliwakanya. Hata Omugeni akajaribu kwa Senate, akasema rekebisheni kipengele hiki, hawakusikia hata seneta wenu ambaye ninamheshimu kama senior counsel. Na tulizungumza vilivyo. Ametuma salamu zake seneta wenu. Mnazipokea? Mnazipokea hizo? Kwa hivyo tulikuwa na timu hiyo. Sasa tunakuja tuambieni tumefungua ofisi ya chama cha Wiper. Tunasema Wiper ikiwa na nguvu na ODM iwe na nguvu na Democratic Action Party ya Mheshimiwa Eugene iwe na nguvu na Jubilee ya Uhuru Kenyatta iwe na nguvu, hao watu tutaondoa mamlakani asubuhi. Si ni kweli? Si ni kweli? Sasa yule alikuwa Jubilee inaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Hata yeye ametuma salamu zake. Wangapi wanapokea salamu za Uhuru? Na watu wa mlima wamepindua nia. Wanaona walitumiwa vibaya, wakaweka serikali mamlakani ambao kumbe ni mbwa mwitu alikuwa anavalia nguo ya kondoo. Mtoza ushuru. Ndio Wakenya wasema sasa mambo ni matatu. Wewe Zakayo, mambo ni matatu. Yeye mwenyewe alisema mambo matatu, ati unapeleka watu mbinguni. Huwezi.
Hiyo ni mambo ya Mungu. Lakini mambo ni matatu: ushukishe ushuru pamoja na gharama ya maisha, kwa sababu hata dola imeimarika kwa sababu bei ya mafuta katika soko la dunia imeshuka chini. Lakini hizo wanaweka mbolea, zingine wanauza mawe wakisema ni mbolea. Watu wa ajabu. Kwa hivyo lazima Kenya, jameni, tukomboe Kenya yetu. Wangapi wako tayari kukomboa Kenya yetu hii? Na najua wakezi korera zangu hawaogopi. Ndio wakati wa maandamano hata nyinyi mlijitokeza zaidi mkashinda. Unajua record iliwekwa hapa Kisii. Kuna mzee mmoja anaitwa Nyambane hapa. Wewe ndio uliweka record. Tumpigie makofi. Maandamano uliweka record na Kisii. Kisii number 1, Machakos number 2 kule Mlolongo. Hata safari hii Kisumu walikuwa number 3. Kwa hivyo lazima watu wajue ni haki yako ya kikatiba kufanya maandamano. Sasa ama kugoma. Madaktari sasa wamegoma. Wanagoma wakisema wale vijana ambao wamehitimu kama daktari Kenya hii wana haki kupata ajira. Lakini badala ya kuwapatia ajira, unaenda unaongeza pesa za idara yako hii na ingine ile, na watoto ambao kwa Kenya hii tunahitaji madaktari ndio wagonjwa wapate matibabu. Sasa madaktari wamegoma. Hii ni karibu wiki moja kwisha na hakuna anayejali mambo haya. Kwa hivyo ndio nasema tukomboe Kenya. Sema komboa Kenya. Wangapi tayari kukomboa Kenya tena? Kwa hivyo hii safari hatutarudi. Nataka mjue tumekuja tu kusalimia korera. Tutaenda Kipirigo na tutaenda Kisii. Na kesho tutaenda kule Migori. Na tutazungumza. Kabla ya kumkaribisha Malwa, ndio nasema asanteni kwa kujitokeza kwa wingi. Na hii mambo ya taxation, nilisema mambo matatu. Kama apunguzi gharama ya maisha, ashuki juu ya mti, sasa hiyo mti tutakata. Na kukata hiyo mti ni kuchukua kura mapema waende nyumbani. Wangapi tayari kukata hiyo mti kama sakao ya shuki? Basi tumkaribishe ndugu Eugene wa Malwa. Asante. Watu wa Nyamira, mbia mole. Hebu tusalimiane hewani mlembe. Asanteni kutukaribisha na ndugu yangu Steven Kalonzo Musyoka. Nashukuru sana gavana mtarajiwa Bwana Momanyi na timu ya Nyamira na Kisii ambao wametualika hapa siku ya leo.